Ibona ni Kificho on radio, nipo leo njiani naelekea pande za Iringa. Ibona katika kituo cha walemavu. Lakini nimesema nisikuache wewe ndugu msikilizaji, naomba tuambatane. Mimi leo napenda sana kushare na wale walemavu na mimi nipate baraka. Oya, ibona mambo vipi? Shwari kabisa. Unaitwa nani? Vipi hapa kituo cha walemavu? Hivi aliyekwambia utoke humo ndani ni nani? Aliyekwambia utoe hizo laana zako hapa nje ni nani jamani? Basi nakwambia ukae ndani wewe. Tunatumia sana ndio kusaidia sana. Hivi niongee na wewe mara ngapi kwamba sitaki utoe makalio yako hapa nje? Sinakwambia wewe ukae ndani. Unataka kila mtu anayepita hapa mtaani basi anione mimi ni mkali, mimi naishi na limsukule huko ndani, si ndio? Yaani najuta kabisa kwa nini marehemu dadangu mimi aliniachia huyu mtoto jamani. Wewe mtoto ni mzigo wewe mtoto. Wewe mtoto ni laana usikii. Yaani upo hivyo likilema lakini hausikii. Unataka mimi nikufanyie nini wewe? Unataka nikupige, si ndio? Sasa leo nitakuonesha kazi. Yaani leo nitakupiga mpaka umkumbuke marehemu mama yako huko kaburini, uko sawa? Yaani nakukunguta mpaka ukome. Unisikie? Kwani unisikie? Kwani unisikie? Sinaongea nawe kila siku kwamba usitoke nje. Kwani uelewi? Unataka kumfuata mama yako marehemu, si ndio Umemmisi mama yako, si ndio? Usitoke nje. Usitoke nje. Na nani anakuruhusu kuchukua ile radio? Yaani wewe, nani anakuruhusu kuchukua ile radio? Unataka uniharibie radio yangu, si ndio? Mjinga. Yaani nikuone tena. Kute hapo nitakufanya leo mpaka nikuue. Odi. Zuberi. Odi. Nilijua tu utakuwa ni wewe. Sofia. Karibu. Alafu mbona kama ulikuwa unalia? Basi nishajua ni huyu shetani. Hata hivyo nimekuletea chakula, maana yake najua kabisa utakuwa haujala. Mungu akubariki. Usijali Zuberi, mimi nipo pamoja na wewe. Alafu kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie. Niambie Zuberi, nakusikiliza. Sikiliza kwenye redio nikasikia
wale mavu kama mimi wanapata elimu hususani huko mijini, na mimi kiangalia na ndoto kubwa. Watu wengi hawaamini kama miguu ndio sio chanzo cha kukosa elimu, lakini kuna muda nikikaa wanaona niko mjini nasoma kama wenzangu na wananisikiliza mawazo yangu. Kwa hiyo nilikuwa naomba unisaidia kupata elimu. Kichwa changu kina akili sana. Usijali Zuberi, mimi nalifahamu hilo kwamba kuna walemavu wanapata elimu. Alafu pia isitoshe Zuberi, sio mijini tu. Sasa hivi wametuletea vifaa vya kisasa hadi huku vijijini. Kwa hiyo watu kama nyinyi mnapata elimu kama watu wa kawaida, na mnaweza mkafundishwa fika na mkaelewa. Alafu Zuberi, shida inakuja kwa hawa watu ambao wanaishi na walemavu. Hawaamini kabisa kwamba walemavu wanaweza wakapata elimu kama watu wa kawaida. Wanajua kabisa nyinyi ndoto zenu ndo zimeishia hapo mlipo. Lakini mimi nakuhakikishia, kwa kuwa hupo na mimi, nitalisimamia hilo. Sasa Zuberi, mimi naenda kisimani kuchota maji. Tutaonana tena kesho, sawa? Sawa. Sofia. Mbona nifanyia hivi lakini? Mbona nifanyia hivi? Mimi nakupenda. We koma wewe. Hivi mbona umekuwa kinganizi kiasi hicho? Alafu ni mara ngapi nikwambia sina shida wala haja ya kuwa na mahusiano na mtu hapa kijijini? Sofia, jaribu kuelewa hisia zangu basi. Ulisubiri ladhalo wafu ndio uchukue nafasi. Sasa nikwambie kitu kimoja. Sina haja ya kuwa na mahusiano na wewe. Alafu siku nyingine ukiniona fanya kama unijui, sawa? Mimi nakupenda Sofia. Hebu niache bwana. Sofia. Dada mwenye roho yake mjini. Yaani unavyochota maji hapo kistaarabu, utafikiri sio wewe ambaye ni shetani kule nyumbani. Usilolijua ni sawa sawa na usiku wa giza. Kwa kipi haswa nisichokijua? Najua kila kitu kuhusu wewe. Yaani nimeamini kweli nyoka hawezi kumlea panya. Wewe malaya. Na kuona kabisa kuna kitu unanitafuta. Kuna kitu unatafuta nikufanye. Sasa subiri. Yaani unazidi kunimwagia mimi maji? Unanichukuliaje? Unanichukulia poa wewe? Wewe unaniona sana? Wewe
useme mwaka huu. Nakusubiri. Mdogo, kuna kitu nataka nikwambie. Unahangaika wewe. Wewe utaniambia nini mimi wewe? Utaniambia nini? Nasikia hapa vijijini walemavu wanapata elimu. Yaani mimi nikasomeshe msukule? Nikasomeshe msukule mimi? Na kichaa. Yaani kupeleka shuleni mimi wewe? Wakati sina kazi ya kufanya. Wewe ni msukule sawa? Wewe ni nani? Sema mimi ni msukule. Au kwa sababu kwa watu wanakuona huko nje ndio unajiona wewe una haki sana wakwenda kusoma huko. Nyonyo. Hakuna kusoma. Utakao huko ndani kama nanilia. Kwanza toka hapa. Toka umeshaanza kunikwaza. Toka! Nina akili. Toka nimesema. Moja. Akili. Hivi una akili wewe? Akili gani sasa hapa? Miguu. Toka hapa. Toka nitakuumiza wewe mtoto. Toka. Toka! Nakwambia utoke au nisikii? Sinakwambia toka hapa. Ondoka. Ondoka usinikwaze mimi. Umemwaga dagaa zangu? Umemwaga dagaa? Umemwaga dagaa nakuuliza? Wani mdogo. Jinga wewe. Toka hapa. Yaani wewe mtoto leo nitakufanyia kitu ambacho hutakuja kunisahau kwenye haya maisha. Yaani nitakukumuta wewe. Kwa nini wewe? Kiasi kusinaongea na wewe? Unapenda kunikerakea, nataka mpaka nikupige nikuue, si ndio? Wewe mtoto. Wewe. Muone. Mshazi mkubwa wewe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe wanaotukosea. Usitutie majaribuni lakini utuokoe na uovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amina. Ewe Mwenyezi Mungu, naomba uondoke kanilinde usiku wa leo. Umenilinda kutwa nzima, ukanilinda na usiku huu tena. Ukanifunika na damu yako iliyomwagika msalabani. Ukaniepushe kila baya linalokuja katika upande wangu. Ukanifunika na damu yako iliyomwagika pale msalabani, ukanilinde, maana mimi bila wewe si kitu Baba. Nikiomba na kushukuru. Amina. Zuberi. We Zuberi? Zuberi? Zuberi, ni nani amekufanyia hivi? Halo, Saidi. Naomba ufike hapa nyumbani kwa Sayuni. Nataka tumpeleke Zuberi hospitali. Uharakishe. Haya sawa.
Sasa unitoka ndani. Sasa unitoka ndani. Sasa unitoka ndani huko. Wewe usitoke ndani, unaitwa na mheshimiwa. Bwana, twende ndani. Twende bwana. Bwana wewe mfanye mwenzako. Mheshimiwa. Hizo haki. Bwana wewe mtu mlemavu kama hivyo. Kwa nini umemfanya hivyo? Umemfanya kitu gani huyo? Hebu angalia hali yake imesiliwa. Li shetani wewe. Mwenyekiti. Huyu sio kumfumbia macho. Wewe. Umefanya nini? Umefanya kitu gani hapa? Sasa mimi nimekuja hapa mwenyekiti. Kitendo ulichokifanya na maana sisi kama watu wa serikali itafuata mkondo wake. Ndio kabisa. Achukuliwe sheria kali sana. Sheria kali. Unafanyia huyu binadamu kama wewe tu. Angalia unapomtesa. Huna utu. Mheshimiwa. Mimi nadhani huyu ungemkabidhi hata kwa huyu dada kama anazikumbuka kwa sababu mimi najua maisha yangu hivi. Basi bwana mimi kama mwenyekiti na kukabidhi huyu umlee kama maisha vizuri. Sawa mwenyekiti, ni shida. Sawa. Mheshimiwa nadhani huyu yaani msimwache hivi ninakwambia. Tumchukue twende katika vyombo vya sheria. Hebu tuende huko. Zubeli, upo na mimi sasa. Upo mikono salama, sawa? Alafu utaishi nyumbani kwangu kuanzia leo. Na nitahakikisha kwamba mimi nakutimizia ndoto zako. Sawa? Mungu akubariki. Nionapo amani kama shwari, ama nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Nionapo amani kama shwari, ama nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu.